matendo yako baba ni dhahiri shadidi unanipenda, maana huko ulikonitoa hata elimu ingeweza. Kwa jinsi ulivyonipenda kamtoa mwanao msalabani ateseke kwa dhambi zangu baba, ili niweze kukombolewa. Kama si ukarimu wako labda ningeshafariki. Ona ulivyonibadilisha, ona ulivyoning'arisha, unanipa dhamani, ndo maana nasema I love you. I love you. Nataka wajue I love you. I love you. Oh baba baba I love you. Sina mwingine baba I love you. Fariji wangu I love you. I love you. Siku zote unanisingi, uko busy kunilinda baba, japo siko mkamilifu, umeniwia radhi. Nilipotamani jiche kitambi, ulizidi kunipa nguvu baba, umenipa utulivu, amani kanikabidhi. Na yule mwana mpotevu aliyeomba kilicho chake hatimaye akarudi, babake kansana. Vivyo hivyo ndivyo ulivyo, ewe Mungu mwenye huruma, baba mwingi wa rehema. Ona ulivyonibadilisha, ona ulivyoning'arisha, unanipa dhamani, ndo maana nasema I love you. I love you. Nataka wajue I love you. I love you. Oh baba baba I love you. Sina mwingine baba I love you. Fariji wangu I love you. I love you. Oh yes, oh yes, oh yes, beautiful people, beautiful Kenyans. It's your boy Lenny Davis aka the Painkiller. Mazee, nimewamiss sana vibaya sana. Kumbuka tuko ndani ya Lolwe TV, kipindi inayokuja kwako kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 12 za jioni hadi saa 1 za jioni. Nazidi tu kukumbusha kuwa ikifika muda ama time kama hii tunakuletea wasanii. Kumbuka kuwa Lolwe TV pekee ndio stesheni inayokuletea wasanii wa kila aina. Kumbuka PACHO Flavor inakukujia kila siku ya Friday ama ukipenda Ijumaa, siku ambayo like tunamaliza wiki ama tunatamatisha wiki, yani tunaitamatisha in a different style, au sio? Mazee, nimewamiss sana. Wewe sijui kama umenimiss. Kama umenimiss pia unaweza tu comment hapo chini uniambie tu Lenny nimekumiss, manake sija kuona kwa muda sasa. Natumai kuwa uko salama kweli mpenzi mtazamaji wangu, na Mungu amekulinda. Na pia niko salama, tunamshukuru Mungu. Naam, tukitamatisha wiki leo tuko na msanii kwa kusema kweli ni msanii ambaye anajituma kweli kweli ikija kwenye sekta ya wanamuziki. Unajua kama msanii chipukizi, unajua unafaa kuweka ile bidii ama unafaa kujituma sana. Na kwa kusema kweli ni msanii wangu wa siku ya leo, ni msanii ambaye ni mpole. Unaweza muona ni mpole, lakini akianza kuongea utajua ni yule msee, ni yule wa kusemwa, au sio? Kabla nimtambulishe msanii wangu wa siku ya leo, kumbuka tuko ndani ya Lolwe TV, stesheni inayoshika, yani inayotesa Kenya nzima, kila kona ama kila pembe ya Kenya yetu. Nakwambia Lolwe TV inashika kweli kweli na inatamba kweli kweli na inakuletea wasanii wa kila aina. Kumbuka tufollow pale Facebook Lolwe TV, tufollow pale Instagram Lolwe TV, Twitter Lolwe TV, YouTube Lolwe TV, yani kila mahali, all social media platforms ni Lolwe TV. Usibanduke, manake hapa
ni burudani tamu tamu kweli kweli. Naopenda sana. Yes, tunamkaribisha guest wetu wa siku ya leo. Ukipenda mwite Vincy Music. Yeah man bro. Hapo man. Yes, Vincent ama ukipenda Vincy Music. Bro, maze, karibu sana kwenye PACHO Flavor. Manake unajua hapa tuko ndani ya Lolwe TV. Na kipindi ni PACHO Flavor. PACHO Flavor ni kipindi ambacho kinahusisha like alma kinaleta wasanii ambao ni chipukizi, wale ambao wameshabobea kwenye music industry pamoja. Naam, karibu sana bro. Thank you mazee. Nashukuru sana mazee. Mazee, shukran. Big up guys mazee kwa support yenu mnaniva mazee. Kama sio nyinyi mazee, siwezi kuwa to this far mazee. Mmekuwa mkini encourage sana despite the challenges I've been going through mazee. Si unajua lazima kuwe na hizi changamoto za hapa na pale mazee. Hizi kwa journey so smooth. Lazima zikuwe. So mazee, nashukuru kwa wale ambao mmesimama na mimi mazee, mkakubali kibali changu na mkakubali mazee my talent. So mazee, big up guys mazee. Nawashukuru mazee, na wapongeza kwa kila mazee kutoka moyoni mazee. Wow. Thank you guys. Umesikia hapo mazee, Vincy Music ukipenda muite Vincy Music, kijana ambaye kwa kusumukila anajituma sana sana kwenye sekta ya muziki. Ana big up sana pale. Unaona kama msanii lazima kuwe na zile changamoto ambazo unapitia, au sio? Karibu sana bro tena. Naam, sijui kwanza ningependa kukuuliza like so far in your music journey, umekuwa interviewed in a TV station, radio station, yeah? Yeah, I have mazee. Kuna TV station fulani inaitwa Kamba TV. Kamba TV. Yeah, nishakuwa pale for like a while after doing my second like my second song. They tried to interview me. It was nice actually. It was nice. Yeah. Wow mazee, that was a good step, si ndio? Yeah. Yeah, ni poa sana mazee. So wezidi tu kujituma pia, si ndio? Ni hivyo mazee. Yeah. So bro, unajua saizi najua my beautiful viewers, wanawaita like my beautiful viewers, wanatuwatch sana wengi sana saizi. Naam. So wangependa kujua like Vincy Music ni nani na anafanya ngoma gani? No. Oh yeah. Type of songs. Kama vile mmesikia mazee, kwa majina ni Vincy Music. Every platform like utanipata kama Vincy Music. Ukiingia pale YouTube ni Vincy Music. Ukienda FB ni Vincy Music. Ukienda Instagram ni Vincy Music. Kila mahali ni Vincy Music. Vincy Music. Yeah, so my passion, mimi napenda sana kufanya gospel because okay, let me say this. Nimegrow in a church na so ukapata napenda something to do with God. I like things to do with God. Okay. So napenda sana gospel mazee. Yeah, I do it out of passion. Church ni kitu najifunza. So just ukifanya kitu kwa sababu unaona mtu mwingine anafanya, hautaifanya so perfectly, but ukifanya kitu unapenda, like it's something from your heart, you'll do it so perfectly. Though siko that perfect, but I believe in future like wajua sasa mtoto huwa kama kadri anavyokuwa ndivyo anazidi kukomaa na kujua mambo mingi zaidi, unaona? So kadri siku zinapozidi kusonga mazee, na believe I'll be better na nitafika mahali pia wasanii wengine wako. Yeah. Wow. Maze, umesikia hapo Vincy Music amejidefine hapo. Ni kijana ambaye kwa kusema kweli anasema ameokoka. Vijana wanaokoka hapa nje. Wewe sijui kama umeokoka mpenzi mtazamaji wangu. Unajua kama msanii, unajua just imagine bado ni kijana maze na tayari ashaokoka. Wewe jiulize tu hapo maze, ushaokoka? Mimi usiniulize kama nishaokoka, manake mimi hata tuache na hapo, tukanyage hiyo story, au sio? Nakwambia ni tamu kweli kweli ndani ya Lolwe TV. Tunazidi kusemezana hapa na kijana ukipenda muite Vincy Music. Anatueleza je ni nani na jinsi alivyoingia kwenye sekta ya wanamuziki. So Vincy Music, wewe unatoka sehemu gani? Mimi natoka mimi wazazi wangu wako from different parts. Unapata my mom is from Ukambani. Yeah, amelelewa Ukambani. My dad is from Taita. So mimi nimelelewa Mombasa sana. So nimetoka sehemu za Mombasa pale mtu hapa. Yeah, tunatoka Mpwani bro. Unaka Mpwani bro, Yeah mazee. So mimi nimelelewa pale Mombasa. Yeah, nimegrow there, nikasomea Mombasa. So nikatry pia kuchange environment. Unajua si vizuri mazee kukaa place moja, ni vizuri kutembea kujua una explore more. Na the more unatembea the more una get to know more people, una interact with different people. Sasa mimi nikizoeana tu na wasema Mombasa pale like sita get kujua mengi zaidi. Yeah. Maze, so umesikia hapo Vincy anatoka kule Mombasa,
like lakini wazazi wako unajua like kuna mzazi wako mwingine anaishi Ukambani, si ndio? No, si eti okay, they wanaishi pale pamoja. But so my mom is from Ukambani. Okay. My dad is from Taita. Okay. Oh. So can say I'm an half caste. Okay, you are. Let me say so. Okay. Yeah. Oh, hiyo ni poa sana mazi. Yeah, that's good. Yeah. Yes, my beautiful viewers. Bado tuko ndani ya Pacha Flavor. Sijui kama unalala, sitaki ulale maana unajua show ni tamu kweli kweli. Tunataka kijana tuchapie freestyle nyingine hapa moto kweli kweli ya gospel, tujue msanii wetu, si ndio? Nataka ujue msanii wako siku hii ya leo. Ukipenda umwite Vincy Music bro. Yeah. Ningependa like utuchapie freestyle tu moja tu, kala ni tu kama moja tu ya gospel in less than 30 seconds. Yeah. Oh yeah. It's okay. Ukiangalia ile kamera yetu pale. Okay. This is it. Kuna kipindi unapita, unatamani kufa, hicho kisikufanye wewe yumwache Mungu. Kuna kipindi unapita, unatamani kufa, hicho kisikufanye wewe yumwache Mungu. Ilifika mahali akatamani kufa, nabii wa Mungu alija. Ilifika mahali akatamani kufa, nabii wa Mungu alija. Kelele za Penina na kejeli za kila siku hazikumfanya Hana ache kumwomba Mungu. Kelele za Penina na kejeli za kila siku hazikumfanya Hana ache kumwomba Mungu. Hivyo usichoke kumwita Mungu, usichoke kumtafuta, usichoke kumwita Mungu, maana hipo siku atatenda. Wow. Bro, sauti unayo kweli kweli. Thank you mazee, nashukuru mazee. Mazee, so yani like nasema tu like hiyo song iko na message nyingine kubwa sana. Yeah. Maana like unatueleza like tusichoke kumwita Mungu. Yeah, usichoke kumtafuta Mungu. Like licha ya yote ambayo unapitia. Wajua guys are really going through challenges outside. Wanapitia mazee kipindi kingumu sana. Lakini licha ya hayo yote ambayo unapitia, usichoke kumtafuta Mungu mazee. Mangangana sana kumtafuta Mungu, maana siku yako pia ikifika, Mungu atakubariki mazee. Ni kweli kabisa. Yeah. Kama tunavyojua there is a time Hana alipitia kipindi kingumu sana cha kukejeliwa mazee, kudharauliwa kisa na maana hakuwa na mtoto, unaona? Lakini sasa yeye alijua hipo siku Mungu atambariki. Maana watoto wanatoka kwa Mungu. So hiyo ni kitu ambacho kilikuwa ndani yake. So akazidi kumtafuta Mungu kila siku, kumuomba kila siku, anang'ang'ana, Mungu nibariki na mimi na mtoto mazee, nibariki na mimi na mtoto. Yeah. Maana unajua kisa na maana cha kudharauliwa kwangu ni kwa sababu sina mtoto. So yeye akang'ang'ana sana kumtafuta Mungu mazee, akang'ang'ana sana kumuomba Mungu ampe mtoto. Na Mungu akasikia kilio chake. So hata kama unapitia kipindi kigumu aje, usichoke kumtafuta Mungu. Usichoke mazee. Mazee zidi sana kwa maombi. Ningependa uambie pale wale ambao washachoka kumtafuta Mungu. Ya kwamba Mungu ndio kila kitu. Mazee. Wajua Mungu mazee ndio hufanya mambo yanakuwa. Kwa sababu ingekuwa ni kwa uwezo wetu ama ni kwa uwezo wa mwanadamu, wengi wetu hatungekuwa. Kama ingekuwa some things are being given by God, by man, let me say. Mazee wengi wetu tungekuwa mazee, sijui tungekuwa wapi. Tungekuwa wengi wetu tushasaulika. Lakini kwa sababu ni Mungu mazee ndio who provide everything. Yeye ndio mazee huamua maisha ya mtu itakuwa vipi. Mazee ni poa sana. Imagine mimi umenipa challenge nyingine kubwa sana. Kwa sababu unajua sisi wote tuna believe like unajua Mombasa ni place yani kuna raha mazee. Mombasa raha inajulikana kama place ya raha. Sasa wewe mazee unatoka kule pwani, then boom out of nowhere mazee like umeokoka bro. Unajua hiyo ni challenge nyingine kubwa sana. Unajua wengi mazee mafans wengi hata wa Lolwe TV wanatoka Mombasa kweli kweli. Wanatuna so and so from Mombasa. The show is lit something like that. So mazee najua wengi wanakusikiza pale. Unajua najua wengi pia umewaguza mazee. Naam, unajua wengi pia wataokoka. So bro, when it comes to music, what really inspired you? Hadi ukasema like mimi kama Vincy Music ningependa kujoin music industry. One time ikuwe kama huyu msanii. Naam. Unapata like kutoka nikiwa mdogo, I used to like singing. Unaona? So mimi nikiwa mtoto mdogo, maana as I began by saying, nilikuzwa kanisani. So mimi nilikuwa napenda sana hata nikiwa mtoto wa Sunday school like kulead, kuongoza manyimbo, nilikuwa napenda sana kuimba. But now it got serious nilipoingia high school. That's when now I really realized that I can do this. Naweza imba. So nikajoin CU choir pale high school na nikakuwa pia mimi ni msee wa praise and worship. Kama unavyoelewa. So mimi nikaendelea hivyo mazee, nikaendelea ku perfect my voices, nikaendelea like. So
nilipomaliza high school, that's now when I started now like naweza jaribu kufanya my own music, because by that time kama nikikumbuka Bahati was doing gospel. Bahati yeah. Mtoto wa mama. Mtoto wa mama. He really inspired. Yeah, sure mazee. He really inspired me mazee. Huyo kijana alikuwa na bidii nyingine mpaka nikatamani like siku moja nikuwe kama huyo kijana. So nikasema let me try this. Acha nijaribu kufanya my own songs apart from zenye tunafanya pale church na as a group. So nikasema let me try doing my own songs and see how the community will receive it. So Christian will inspire sana. Yeah, man, it really inspired me. Plus our gospel artists wenye walikuwa by that time, kina Bahati, kina Gloria Muliro, Size 8. Yeah, kina Size 8, kina Pose. Yeah, Pose. Kama tunakumbuka pia Pose by that time was doing gospel music. So by then nikuulize, ngoja tunikuulize. Yeah. Sasa wewe sasa hizi unafanya gospel, si ndio? Yeah. Unajua sasa hizi nakontoka kama Bahati, the Bahati we knew and they will follow me. Yeah. Maze unajua people do change. People do change. Najua kuna live unaweza kuwa influenced maybe in a way hapa mbele then ushuketu like umeswip. Yaani like umeswitch from gospel to secular. Then akina Bahati sasa hivi wameswitch na Pose. Na kunaweza kuwa na kitu kama hiyo by the way. Inaweza kuinfluence. As I say, Ojo inategemeanga na msimamo wa msee na the principles na ile kitu unataka. Ni nini ilikuinspire kuingia kwa industry like. Ojo watu wengi they do music to like to be famous ama to be famous. Yeah, na pia wanataka pesa. Unaona sasa ukiendelea unaona ni kama secular inalipa zaidi kuliko gospel. But if you are doing it for God, mimi nafanya gospel kwa sababu I'm doing it for God, not for money. Kama ingekuwa ni kwa sababu ya pesa, actually sasa ningekuwa nimequit. Bro, mimi nasema like hiyo ni poa sana, but najua hauta change from gospel to secular, si ndio? Yeah. Manake unajua like mimi naona tu like mtu akiswitch from gospel to secular ni kama umemkosea God sana. Mazee, huwa ni kama umepotea njia like hatuwezi sema umepotea njia, lakini hatuwezi jua ni nini pia imefanya msee akuit. Unajua sasa pia pale kanisani ndani kuna some challenge, kuna kuanga na challenges mingi sana pale kanisani. Mazee, huwezi jua the people you are interacting with there can influence you and can make you like wache kanisa. Mazee. Yeah. Na uamue sasa kushift from gospel uingie to secular. Yeah, mazee. Yeah. Yes, my beautiful viewers, muda wetu umeenda sana, lakini naona pale director wangu ananiambia kuwa muda wetu unazidi kuyoma kweli kweli. Sina budi ila ningependa tuende kwenye mapumziko kidogo, lakini bado tunaendelea kusemezana na kijana huyu, ama ukipenda muite ama hata tuniseme tu like msanii chipukizi, ukipenda muite Vincy Music. Anazidi tu kutueleza jinsi alivyoingia kwenye music industry, just music industry, music journey yake hadi mali amefika kwa sasa. Nakushukuru sana kwa kutune ndani ya Lolwe TV tangu tuanze hadi sasa hivi. Maana unajua bila wewe mpenzi mtazamaji wangu, mazee sisi hatungekuwa hapa. Tunawapenda sana sisi kama Lolwe TV, team Lolwe TV. Sisi kwa ujumla tuko nanyi pamoja. In case of anything, just tell us. In case of any comment, any question ungependa kuuliza msanii wetu, ukipenda muite Vincy Music, we just tuma tu comment yako, maana na tumekuona na hizo nambari ambazo zinacheza hapo chini ya screen. Tafadhali nakuomba sana, tuma tu comment yako tueleze ama umuulize msanii wetu huyu. Kumbuka kwamba pia ameweza kutueleza social media handles zake. Pale ukienda Facebook ni Vincy Music, YouTube Vincy Music. Subscribe, like, share, comment. Ngoma moto kweli kweli gospel. Mazee, ukienda pale IG, follow kijana huyu kupenda umuite Vincy Music pale IG. Mazee, usibanduke, manake tukirudi tunarudi vibaya kweli kweli. Tunarudi na ubad. Wanasemanga na ubad au sio? Na walombo to kwa lugha ya Usheng, yani la walombo to. Yani nawapenda sana mafans. Au sio? Usibanduke. Same time, same place. Bye bye. Oh no, matendo yako baba ni dhahiri shadidi unanipenda, maana huko liko nitoa hata elimu ingeweza, kwa jinsi ulivyonipenda kamtoa mwanao msalabani ateseke kwa dhambi zangu baba, ili niweze kukombolewa. Kama si ukarimu wako labda ningeshafariki. Ona ulivyonibadilisha, ona ulivyoning'arisha, una
unanipa dhamani, ndo maana nasema I love you. I love you. Nataka wajue I love you. I love you. Oh baba baba I love you. Sina mwingine baba I love you. Fariji wangu I love you. I love you. Siku zote unanisinzi, uko busy kunilinda baba, japo siko mkamilifu, umeniwia radhi. Nilipotamani jiche kitambi, ulizidi kunipa nguvu baba, umenipa utulivu, amani kanikabidhi. Na yule mwana mpotevu aliyeomba kilicho chake, hatimaye akarudi, babake kansema. Vivyo hivyo ndivyo ulivyo, ewe Mungu mwenye huruma, baba mwingi wa rehema. Ona ulivyo nibadilisha, ona ulivyo ning'arisha, unanipa dhamani, ndo maana nasema I love you. I love you. Nataka wajue I love you. I love you. Oh baba baba I love you. Sina mwingine baba I love you. Fariji wangu I love you. I love you. To receive sports updates, SMS the word sports to 71920. To bende ing'eyo sigand Simbi Nyaima? Sigande koni hie chon mane dala kama koro pigni nitiere ne. Ne ndala maduong' manogere wi ohinga. Jogo manodak ka niluongo ni jokawaswa. Jokawaswagi gima dekel nigi chandruok nowae oruwoke piny mar Gwasi Nyandiwa. Gwasi Nyandiwa ni e bwo Suba Sub County, piny mar Homa Bay County. Kaka koth nogo anyuola ni magi imore. Kama na nyango Nyagwasi owuokie, to ang'o manotere kiny? Ni jopur kamoro miluongo ni Rawi. Rawi ni en West Karachuonyo. Ondama kilomita 14 kiwuok Simbika. Ni gombo ne maduong' nomanyo kar dak. Ni mar kosenwang'o kar dak, kor ka odhi odoge e nam mondo mi okaw mwanduge. Kuom magi kod mathoth tudri kod Elizabeth Otieno, chenro ni biro ni chieng' tich abich ka tich abich saa 1:30 mar otieno mana e Lolwe TV. Kik bai.
Oh yes, oh yes, oh yes, my beautiful viewers, we are back again ndani ya PACHO FLAVAZ. Baada ya tu break ingine kidogo ama baada ya mapumziko ingine kidogo, tunarudi tena ndani ya show. Kumbuka kuwa tuko ndani ya Lolwe TV, kipindi inayokuletea burdan baada ya burdan. Burdan tamu tamu kweli kweli, maana nakwambia hakuna station nyingine utaweza kupata burdan tamu tamu kweli kweli isipokuwa tu Lolwe TV. Nakukumbusha kuwa hii ni nyumbani kwa wasanii, maana unajua PACHO FLAVAZ inaleta wasanii wale ambao washabobea, wale ambao bado ni chipukizi pamoja. Ikiwa unaimba gospel music, ikiwa unaimba bongo flavor, R&B, any type of music, mazee, this is your show, this is your platform. Tunakupatia platform wewe kama msanii ili uweze kujimarket. You know talents, nowadays we appreciate talents sana. Naam, tunausaidia sana kukuza talanta zenu. Nakwambia tamu kweli kweli. Kama ni msanii unataka interview, just inbox me pale Facebook. Jina langu liko hapo kwa screen, Lenny Davis. Follow me pale IG, Lenny Davis. Facebook, Lenny Davis. YouTube, Lenny Davis. Thank you very much. We are back again ndani ya PACHO FLAVAZ na Vincy Music. Sio Vincy? Yeah, man. Aha. So Vincy, tumerudi tena baada ya break nyingine kidogo. Na ningependa like utueleze like which was your first track ulifanya like? Yeah, first track yako yenyewe ulifanya. Yeah, my first track was inaitwa Hujachelewa. Hujachelewa. Yeah, Hujachelewa. Like kama hujachelewa ni bado hujachelewa kupata mafanikio yako. Like kuna muda unaweza kuwa unapitia hali ngumu sana. Unaweza kuwa like kwa saa hii unapitia kipindi kigumu sana mazee. Unangangana sana kuwasomesha watoto wako, unangangana sana mazee kuishi. Unajua sasa maisha pale mjini kuangi rahisi sana mazee. Especially kama uko kazi, inakuchallenge vibaya sana. So I did this song like ku encourage msee yako pale nje, kumwambia kwa bado hujachelewa mazee. There is still time. There is still time to exit from that situation you are in. So bado usikate tamaa. Hujachelewa. Yeah, hujachelewa. Hebu tuguzie tu lani kidogo tu hujachelewa. Maana yake na feel like iko na message nyingine kali kweli kweli. Hujachelewa. Inaenda hivi. Hujachelewa. Hujachelewa. Yesu ndiye jibu. Hujachelewa. Zidi kumwomba Yesu. Hujachelewa. Zidi kumwomba Yesu. Hujachelewa. Ngangana. Ngangana. Yeah. Wow. Hujachelewa. 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 Yeah. Ni poa sana mazee. Hiyo track ni lead. So far like umefanya a total of how many recordings? Like kama sijakosea nimefanya kama 6 tracks. 6 tracks. Yeah, with one video. Okay. With one video. Naona natumai kwa wapenzi watazamaji wangu wanaona hiyo video inacheza hapo chini ya screen. They are seeing it. Naona pia quality nyingine ni poa sana. So nashangaa mazee like ni kama music imeanza kukulipa cause kufanya video quality kama hiyo mazee unajua ni ngumu sana. Not really, sijaanza bado kuhunt from music. But ni ile tu kujinyima mazee. Unajua? They say no gain without a risk. Yeah, sure. Mazee, so lazima urisk something, lazima ujinyime mazee. Because huwezi anzisha kitu sahi na expect like ikulipe immediately. Lazima ita take some time. Okay. So far like kuna mashows like umekuwa ukienda na unalipwa kitu kidogo ama unapewa tu free? Okay, kuna zingine unaenda unalipwa, za zingine pia unasimamia. Si zote watakulipa like. Unajua pia ni ile una try kujimarket to the community, like you are trying to introduce your ministry to the community. So katika ile harakati don't expect much from them. Some will appreciate, some won't. You still like una appreciate. Because pia ukienda a place like a new place, they get to know you. Kuna mtu pale hapo anajua Vincy Music. Na hata kujua kupitia ile like your platform. Your platform. So when it comes to music, unajua like wewe kama msanii unajua unapata like hiyo time like bado wewe ni mdogo kidogo. Ungependa like kuwa msanii but unapata like both your parents like they are not yani hawajaku back up. So ningependa tueleze like wazazi wako waliamua jamaa walichukulia haje huo mkono wako jinsi ambavyo uliamua like mimi kama Vincy Music ningependa kujoin music industry. Maana unajua parents wao wana believe like music wewe involve vitu vingi sana. I get it.
So at first my parents were really against it mazee. Walikuwa so much against it. Because they really sijui kwa nini they used to believe like music inakuanga something so evil. Hata kama unafanya gospel, I don't know what they believe like kwa nini music si kitu kwa like ya they were so much in my education. Walikuwa wana try sana ku encourage me to education. To education. Nitie bidii sana katika masomo yangu. So mimi nikaamua like cause ni kitu napenda na ni kitu I would like to try it. Unajua mtoto akizaliwa masomo huwa ni kama ni hard up, ni kitu yani unaenda kukipata. But kuna ile kitu mtoto anazaliwa nacho. Kiko ndani yako. So my talent was, I thought it was in music, and my parents were really against that music. So mimi nikaamua kufanya music against their will. Nilifanya like kama hawataki na bado hawakuwa wanajua kama nafanya music. My parents came to know that I'm doing music nikifanya my video. Wow. That is now the time they knew that I'm doing music. Na ni wewe ndio ulisimamia video mwenyewe? Ni mimi nilisimamia because nilipomaliza high school nilikuwa na hustle kidogo nikisave. Nikafanya my first 2 audios azikuanga na video. So nikasema okay, my producer akaniambia like why don't you try like kufanya one video like ikukuze ibebe the other songs. So nikaona nipoa pia nifanye nikasave nikajinyima mazee nikafanya audio. Then akaniambia this song is like iko lit. Ukifanya video si mbaya. Unaona? So hiyo studio nilikuwa nafanya nayo ilikuwa na mambo na photoshoot na hizo shooting. So wakaniambia cause wewe umekuwa our customers hatutakuchaji kama the other guys. Na tunajua bado unajaribu kujikuza na unangangana sana. So tutakusaidia pia kutoa video, and that's now nikaenda nikaambia one of my cousins because they alikuwa pia anajua kana anafanya music. Nikamwambia okay, mimi na plan kufanya video na sijui nitaifanya aje mazee, because pia nahitaji location, nahitaji all those stuffs mazee, nahitaji mavazi, nahitaji nini. Unaona? So yeye akamwa it's okay mazee, twende tu approach wazazi wako tuambie umekuwa ukifanya music na unataka kufanya video, tuone how they'll react na watai receive aje. So my mom nikamwa approach because alikuwa ni mtu wa karibu sana kwangu. Nikamwambia mom manze, mimi nasikia sana I want to do music. Licha ya kwamba pia mnataka nisome ni sawa, but I'll do this as just a part time. Nitakuwa naifanya tu ile time kama leisure. So my mom accepted mazee, akanisikiza na akanielewa, akaniambia it's okay. So for the first time my mom supported my music. Wow. Mazee. Big up Mama Vincy Music. Mazee. Pia mimi na big up mazee mali alipo kwa ile support ananipa. Most of the shows zenye naenda ni yeye amekuwa akisimamia. Naweza mpigia simu nimwambie mom nimeitwa mali na nahitaji pia fare na pesa matumizi kiasi. Na ana support mazee. So big up my mom wherever you are. Feel appreciated mazee. Kuna point nimengoja lakini sijasikia. Umetaja mom alikubali, but dad hujamtaja kama alikubali. Hebu nieleze, dad alikubali ama alikataa? So that now hiyo part niliachia my mom because unajua sasa my dad is a very busy man. So kupata time ya kuongea naye na kumweleza such things like itakutake time sana, na maybe hata nisikiza. Unajua sasa kiambiwa na my mom itakuwa like itakuwa a bit easier. Because wataketi chini waongee. Wataketi chini waongee waone. Unajua sasa kumnyima mtoto kitu ambacho anapenda inaweza leta like frustration ama depression, because ni kitu ana feel iko ndani yake na ni sawa na mtu anapenda kucheza ball. Utamuona tu kila time anashinda kucheza huko. Ukijaribu kumkataza ama kumnyima that hiyo chance ya kucheza ball, like atafeel ni kama kuna kitu na unaizuia ndani yake. Mazina inaweza feel vibaya sana, si ndio? Yes, my beautiful viewers. Natumai kuwa bado tuko pamoja. Tunaongea hapa na Vincy Music, jinsi ambavyo wazazi wake wote wawili waliweza kumkubali kijana huyu, ukipenda umuite Vincy Music. Maana anatueleza tu jinsi wazazi wake walikataa kwa mara ya kwanza, lakini yeye alisema ataifanya chini ya maji ama itaifanya kisirisiri, na kusema kweli alifanya, na kwa sasa wazazi wake wote wanamsupport. Unajua wewe kama msanii, kama ni msanii chipukizi hapo nje na ungependa kufanya music, kama ungependa kujoin music industry, just keep on working hard, manake unajua dreams are always valid. So just keep on pushing and pressing hard.
So bro, when it comes to music, you know, there kuna challenges mob sana msanii upitia. Yeah. So challenges gani umepitia so far kama msanii chipukizi? Mazee nimepitia challenges kadhaa. Yeah. So those hizi sema zilikuwa ngumu sana kuzi tackle, but lazima kama kwa music lazima kuna challenges, like ukifanya your music si wote wataipokea mazee. Wengine watakudiscourage, wengine watakwambia mazee, this time kitu unafanya sioni kikusaidia. Sioni kikupeleka mbali. Hizi pesa zenye unaharibu mazee, heri uende ukule ama hata ununue manguo ungare ukae poa mazee. Wanakuvunja moyo mazee mpaka una feel like serious, but pia unapata battle, wengine wanakusumbua mazee. Na challenges zingine ni kama hizo za unaitwa show mahali na maybe haukuwa aware mazee, hauko umejiandaa, hauko umejitayarisha, na bado hutaki ku disappoint that person because he's one of your fans. So inakuwa changamoto sana mazee ku manage ku attend that show because bado hujapata management ama wase wa kukusimamia, na pia ulipwi pia. Na bado ukumbuke ulipwi. So ni wewe unajisimamia everything, like fair, anything you'll spend mazee wewe ndo unajisimamia. So it's like wasanii chipukizi like mnahangaishwa sana. Can't say mazee si wote wanapitia, but most of them mazee inakuanga hivyo because ni ile harakati ya kujimarket na si kote utaitwa ulipwe. Kuna kwingine wataenda wakifeel you have done something good worth appreciating, wataku appreciate mazee. Because kuna story nyingine tunakumbuka, nilikuwa na msanii fulani anaimba local music Hangla. So nilimuuliza tu like kuna wakati like aliperform kwa show. After kuperform kwa show walielewana vizuri na manager wa hiyo club. So akaambiwa aende achukue pesa yake kwa gari. So msanii kwenda kuchukua pesa yake kwa gari, akatolewa gun. Akaambiwa wewe chagua moja. Pesa ama yani maisha yako ama pesa, chague moja. So ikabidi achague gani? Maisha man. So unaokoa maisha. So those are some of the challenges bro. So na okay, which steps umechukua ili kuhakikisha kwa like overcome these challenges, all these challenges mazee mimi kujituma na ku make sure mazee reach as many people as I can. So you know the more you get, huwezi jua bahati yako itakuja kutokea wapi. Kuna mtu atakuja asikize your kazi yako ama aone kazi yako, aone this guy amejituma sana na kuwe willing kukusupport mazee in all sectors. Na I guess by that time nitakuwa nimevuka to some extent mazee. Hiyo ni poa sana. Yes, my number one viewers, naona pale director wangu anasema kuwa anajaribu kunieleza kuwa muda wetu unazidi kuyoma kweli like our time is gone. Mimi sina budi lakini nataka kuwaacha. Maana unajua tumekuwa naye Vincy Music hapa. Kijana ambaye kusimkile anajituma kweli ikija kwenye sekta ya wanamuziki. Nakwambia tumeweza kuongea kweli najua pia maneno ambayo tumesema hapa yamekukuza wewe kama mpenzi mtazamaji wangu. Naam. So bro, kabla tumalize in less than 30 seconds. Najua kuna mafans pale wanakutizama kwa sasa. Wengi wametune kweli. Mazee na pia kuna wale ambao wamekusupport. Mazee ningependa tu waambie tu one word, last word. Mazee mimi kitu ningependa kuambia msee, don't give up in anything mazee una plan kufanya. Like usikatishwe tamaa na maneno ya watu ama kitu ama vitu zenye unapitia zizikuvunje moyo. Ngangania kitu ambacho unataka. Na for the real itakuja kukulipa. In one way or the other. Maybe haitakulipa sasa but itakulipa in some times to come. Yes. Kama wewe ni msanii chipukizi natumai kama umemsikiza ba mdogo huyu ukipenda muite Vincy Music. Amesema kwa kama wewe ni msanii chipukizi, kama wewe ni fan mazee, lose hope, never lose hope, usikata tamaa. Sina budi ila ningependa kukuacha next week same time same place ndani ya PACHO FLAVAZ. Kumbuka tulikuwa ndani ya Lolwe Tv na msanii ama guest wangu wa siku leo alikuwa ni Vincy Music. Unaweza msupport msanii huyu pale YouTube kwa kusubscribe, kwa kulike, kwa kucomment, yani everything, kwa kushare pia. Unaweza mfollow pale IG, unaweza like page yake pale Facebook, all social media platforms, follow Vincy Music. Na ushukuru sana kwa kutune tangu tulipoanza naye msanii wangu huyu Kevin Vincy Music hadi kwa sasa tumetamatisha. Nawapenda sana manze. Nakumbuka kuwa next time same time same place tutapatana ndani ya PACHO FLAVAZ. Kumbuka kuwa I'm always your host Lenny Davis aka the Painkiller. Nakumbusha na kuambia tu like mimi nawapenda sana, maana unajua bila wewe mpenzi mtazamaji wangu mimi siko, ama sisi kama team Lolwe TV hatuko. Keep on, yani tunawapenda sana, tunawasupport sana.
tunapenda sana, yani tunawajali sana mpenzi mtazamaji wetu. Shukran sana. Next week same time same place tunapatana ndani ya PACHO FLAVAZ kuanzia 6 hadi 7. Tunawapenda sana. Bye bye. Mwah. Yeah. Oh no, matendo yako Baba ni dhahiri shadidi, unanipenda maana huko ulikonitoa hata elimu ingeweza. Kwa jinsi ulivyonipenda kamtoa mwanao msalabani ateseke kwa dhambi zangu Baba, ili niweze kukombolewa. Kama si ukarimu wako labda ningeshafariki. Ona ulivyonibadilisha, ona ulivyoning'arisha, unanipa dhamani, ndo maana nasema I love you. I love you. Nataka wajue I love you. I love you. Oh Baba, I love you. Sina mwingine Baba, I love you. Mfariji wangu, I love you. I love you. Siku zote unanisindikiza, uko busy kunilinda Baba, japo siko mkamilifu, umeniwia radhi. Nilipotamani jiche kitambi, ulizidi kunipa nguvu Baba, umenipa utulivu, amani ukanikabidhi. Na yule mwana mpotevu aliyeomba kilicho chake hatimaye akarudi, babake kansema. Vivyo hivyo ndivyo ulivyo, ewe Mungu mwenye huruma, Baba mwingi wa rehema. Ona ulivyonibadilisha, ona ulivyoning'arisha, unanipa dhamani, ndo maana nasema I love you. I love you. Nataka wajue I love you.